Jeshi la Polisi jana Aprili 4, 2026 lilitoa taarifa ya kukemea tabia potofu iliyozuka hivi karibuni ya kusingizia watu kuwa wamemgusa mtu fulani begani na matokeo yake aliyeguswa sehemu zake za siri zimetoweka. Tabia hiyo ya uzushi na inayosukumwa na imani za kishirikina, mihemko ya kishabiki na nia ovu ilianzia kule Tunduma mkoani Songwe Aprili 1, 2026, kisha jijini Mbeya na Dar es Salaam. Lakini pia jana Aprili 4, 2026 ilienea jijini Dodoma majira ya mchana na usiku kule mkoani Rukwa, na kwa bahati mbaya mwalimu wa shule ya msingi toka mkoani Songwe aitwaye Henry Shubati Myuwanga alisingiziwa kuwa amechukua sehemu za siri za kijana mmoja muuza duka eneo la Kilamatundu kata ya Leila mkoani Rukwa, baada ya kushindwana bei ya sabuni ambazo mwalimu huyo huwa anauza. Baada ya kushindwana bei, ndipo kijana huyo, ili kumkomoa, baada ya kushindwa kumshawishi auziwe kwa bei nafuu, aliamua kumsingizia mwalimu huyo kwa kupiga kelele kuwa amechukua sehemu zake za siri, na ndipo wananchi walichukulia sheria mikononi na kumshambulia kwa silaha za jadi hadi kumuua na kisha kumchoma moto. Zanzibar pia jana, mtu mmoja aitwaye Saidi Hussein Saidi, mkazi wa Mwanza, akiwa kwenye daladala alimsingizia abiria mwenzake kuwa amemgusa begani na matokeo yake sehemu zake za siri zimetoweka, jambo ambalo iliwalazimu askari polisi waliokuwa katika eneo hilo kumuokoa aliyesingiziwa. Aidha, aliyemsingizia mwenzake alifanyiwa uchunguzi na madaktari na ikaonekana hana tatizo lolote. Kutokana na kitendo hicho, anashikiliwa kwa mahojiano na uchunguzi zaidi ili kubaini hao wanaofanya uhalifu huu nini kilichopo nyuma yao na malengo yao ni nini. Imani hizi potofu za uzushi na za kusingizia watu wengine mpaka sasa zimesababisha vifo vya watu 7 ndani ya siku 4, na wengine ni majeruhi wanaendelea na matibabu hospitalini. Kibaya zaidi, pamoja na madhara ambayo yameshuhudiwa, wapo baadhi ya watu wanaendelea kushabikia pamoja na kusambaza upotoshaji huu katika mitandao ya kijamii, na wengine wameamua kuutumia kutengeneza vichekesho na kusambaza kwenye mitandao yao, na mingine kwa lengo la kutafuta wafuasi, yani followers, au kwa malengo mengine wanayofahamu wao. Jeshi la Polisi, pamoja na kutoa onyo kali dhidi ya wanaoendekeza upotoshaji na uzushi huo na kuusambaza kwenye mitandao ya kijamii, na matokeo yake umesababisha madhara makubwa kwa watu na familia zao, maelekezo ya ziada yanatolewa kwa yoyote anayejirekodi, anayetengeneza vichekesho kwa kutumia uzushi huo, na wanaosambaza nao wasakwe ili wakamatwe kwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandaoni na sheria zingine za nchi. Sambamba na hatua hizo, Jeshi la Polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu tuendelee kuelimishana kuanzia ngazi ya familia ili kuachana na tabia hizi potofu za kishirikina zinazotuletea madhara makubwa, yakiwepo mauaji na fedheha kubwa katika karne hii ya sayansi na teknolojia.